Na tumai ubuheri wa afya msikilizaji, bila shaka karibu katika Mwanga wa Kilele. Jina langu ni Athman Luchi. Na tuliokuandalia ni kwamba bajeti ya shilingi trilioni 4.8 yasomwa Kenya. Taka karibu na shule za Kirawengi Malindi. Na wazazi watuhumiwa kuchangia uhalifu kule Kilifi. Naam, ungana nami hadi tamati ya habari hizi. Makadirio ya bajeti ya taifa la Kenya kwa mwaka wa kifedha 2026-2027 yamefikia shilingi trilioni 4.8, kiwango cha juu zaidi kuwahi kupendekezwa katika historia ya nchi. Katika mgao huu, Wizara ya Elimu imepata sehemu kubwa zaidi ya bajeti kwa kutengewa shilingi bilioni 784.5, ikifuatwa na Wizara ya Usalama kwa shilingi bilioni 567, Wizara ya Afya ikiwa imetengewa shilingi bilioni 177.2. Wizara ya Mazingira na Mabadiliko ya Tabia Nchi imepangiwa shilingi bilioni 124, huku Wizara ya Kilimo ikitengewa shilingi bilioni 64, nayo Wizara ya Michezo, Utamaduni na Utalii ikipewa shilingi bilioni 45.6. Katika bajeti hiyo, serikali imetenga shilingi bilioni 3.9 kwa ajili ya malipo ya wazee wa mitaa, nazo serikali za kaunti zikiwa zimetengewa mgao wa shilingi bilioni 502. Na tukisonga mbele ni kwamba baadhi ya wazazi wamelaumiwa kwa kuchangia ongezeko la magenge ya wahalifu katika kaunti ya Kilifi kutokana na kuwatelekeza watoto wao na kukosa kuwapa malezi bora. Kwa mujibu wa Francis Mrinzi, hali hiyo imewafanya baadhi ya vijana kujiunga na magenge yanayohusika na uporaji na mashambulizi dhidi ya wakazi. Alidai kuwa baadhi ya wakazi waficha vijana wao wakati wa misako ya polisi, huku hata kuuza mali ili kuwatoa baada ya kukamatwa. Na wakiona waaskari wameingia kwa mtaa, lazima wale wanajificha, ama hata mzazi mwenyewe anaweza kujua kabisa huyu mtoto wangu ni woza, anampatia hata kama ni tikiti, anampeleka kwa shangazi, anampeleka kwa mjomba, anampeleka kwa babu, na akifika kule atatulia, lakini hiyo tabia lazima atadevelop mahali kule. Kama vile hiyo kwanza, hiyo shida ilikuwa Mombasa, na walipowekewa msako walitawanyika kila mahali, na hiyo tabia pia ikadevelop hapa. So labda ombi langu ni kwamba kama kuna sheria ambao nataka kuchukua maskari, mimi chenye naomba tu maskari wavae civilian. Wakivaa civilian hizi nguo watakuwa wanatoka. Kauli hiyo imeungwa mkono na Dadi wa Vijiweni, ambaye ametoa wito kwa polisi na wananchi kushirikiana katika misako na mikakati ya pamoja ili kukabiliana na tatizo hilo la ukosefu wa usalama. Na kwingineko, wakazi wa Kisumu Ndogo mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, wamelalamikia mrundikano wa taka karibu na shule mbili za msingi, wakisema unahatarisha afya ya wanafunzi na watumiaji wa barabara ya Airport Furunzi. Balozi wa nyumba kumi Jacinta Nduta ameitaka serikali ya kaunti na wadau wa mazingira kuchukua hatua za haraka kutatua tatizo hilo. Hapa katikati ya shule ya HGM na St. Andrews kumekuwa na vidimbi vingi vya maji. Hata inaponyesha mvua, watoto wanashindwa na kutembea kwenda shule. Wanaanza kuogelea, na hayo yote ni magonjwa. Takataka zimerushwa, hata tumechoka kuongea. Takataka zile zinatupwa mpaka watoto. Mimi najua kurauka asubuhi kuja kuitwa saa 11 mtoto ametupwa. Ninapofika hapo mtoto yule ndio wakati roho. Tumepigiana simu mpaka wazee wa vijiji wote wamekuja, maaskari wakaja wakachukua mtoto wakaenda naye. Waheshimiwa wamefatwa, wamejaribu kuelezwa, hakuna suluhisho lolote ambalo tumelipata. Mnataka tufanyeje? Mnataka mpaka mtoto afe ama mtu auawe hapo ndio muweze kutusaidia? Mimi nimeshindwa nianze wapi. Tafadhalini na waomba waheshimiwa, popote mlipo, mnaposikia hii sauti ya huyu mama anaitwa Jacinta, tafadhalini sana njoni muangalie hili situ, mtuondolee hili situ. Lina wanyama, lina kila aina mashetani. Wakati huo, Kenza Undeki ameitaka serikali ya kaunti kuboresha mifereji ya maji mjini, akisema hali ya mifereji mibovu husababisha maji kuzagaa wakati wa mvua
na kuhatarisha afya ya wakazi. Mambo ya usafi, kusema ule ukweli, kidogo mwanzo kidogo kulikuwa kuna uchafu mwingi. Hata tulikuwa tunaona hizi pesa tunalipa kwa kusafisha mji, hatuoni kama silikuwa na kazi ya kufanya. Lakini sasa hii tuseme gavana upande huo amezingatia sana mambo ya usafi, hakuna uchafu sana vile ilivyokuwa. Kwa hivyo upande huo tunampa pongezi, upande wa usafi. Lile lingine naweza kuzungumzia ni kuhusu mambo ya drainage. Drainage zetu za Malindi kusema ule ukweli hasiko vizuri. That's why unaona huwa mvua ikinyesha maji yanasimama karibu kila mahali. Wajaribu kuzingatia mambo ya drainage, watengeze drainage zile zimetengezwa pia zisafishwe ndio maji yapate njia rahisi ya kupita. Upande huo ndio ombi letu. Kama hii area ya Kiteko hapa kukinyesha kunasimama maji, sehemu ya PP kule juu pia kunasimama maji. So watengeze drainage ambayo itasaidia wananchi wa Malindi. Naam, mtazamaji, hadi hapo ndio tamati ya habari zetu kuu ambazo kwamba tumezangazia, ikiwa ni chini ya mwanga wa kilele. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Athman Luchi, na hii ni Kelele FM. Zidi kusikiliza.